Ili uweze kuokoka, yafuatayo ni maswali ambayo watu wanajiuliza kwamba mtu afanyeje aweze kuokoka. Lakini mimi nimeandaa njia moja tu ambayo inaweza kukusaidia ili uweze kuokolewa. Hii ni njia ambayo inashida watu wengi. Na watu wanataka kuokolewa, lakini hii njia huwa wanaivuka. Ukishavuka njia hii na usikubali kutembea katika hii njia, mtu uweze kuokolewa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inazungumza waziwazi kwamba njia ya kutumia ili tuweze kuokoka ni kuchukua imani na kumwamini Bwana Yesu. Unaweza kuona na inabidi mtu aamini kwamba yeye ana mapungufu. Unapokwisha kuamini kwamba wewe ni mkosaji, umezaliwa katika hali ya dhambi na una mapungufu mahali, na kwa sababu hiyo sasa hata kipindi hiki kwamba unamhitaji sana Mungu, tayari hii ni njia halisi ya wewe kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maandiko yanazungumza kwamba tangu nyakati za wakina Paulo mtume, tunamuona Paulo na Sila waliweza kufungwa kule gerezani. Sio kitabu cha Matendo ya Mitume sura 18, sura 16. Utaona wanakamatwa pale, wanawekwa ndani pale. Lakini yule msimamizi wa lile lindo la gereza alipokwisha kuona matendo makuu ambayo yametendeka, hata wakina Paulo na Sila kutoka gerezani kwa ushindi mkubwa sana, maandiko yanazungumza kwamba alitamani yeye kuokoka. Alitamani yaokoke haya matendo makubwa ambayo ameyashuhudia na kuyaona, sasa yeye naye aweze kuyaishi. Lakini alimuelekeza kwamba ili aokoke inabidi amwamini Bwana Yesu kutoka ndani ya moyo. Amwamini Bwana Yesu na akubali kwamba yeye ni mkosaji, na kwa sababu hiyo sasa anahitaji msaada wa nani? Msaada wa Mungu. Kwa hiyo kama atamwamini Bwana Yesu, tayari kuna jambo litatokea. Jambo hili litakuwa ni jambo la yeye kuokolewa na kupokea msamaha wa dhambi zake. Hebu tusome maandiko haya, kile kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16, sura 16 sasa, sura 16 ule mstari wa 30 hadi 33. Maandiko inasema, kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Unaona, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, muaminini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Naona hatimaye huyu mtu aliweza kumpokea Bwana Yesu. Kwa hiyo njia mojawapo ya kukufanya wewe hata wewe mtazamo na kufuatilia sasa hivi ili uokoke ni kumwamini Bwana Yesu. Ni kuokoka, ni kuchukua imani moyoni mwako kwamba haya yanayofundishwa, haya yanayosemwa, haya yanayosikia yananihusu mimi moja kwa moja. Kwa hiyo ili niweze kumpata huyu Yesu, mimi nami ngoja sasa nikubali kuokoka. Kwa hiyo katika hali hiyo sasa utajitokeza kwa mtumishi wa Mungu kama ninavyohubiri hivi, ama mtumishi wa Mungu mahali pote ulipo, ama unaweza kupiga simu hapa kwenye mtandao, utajitokeza ili niweze kukuombea sala ya toba. Ile sala ya toba huwa ni sala ya mtu kukubali kwamba yeye ni mwenye dhambi, na kwa sababu hiyo anahitaji msamaha mbele za Mungu, amejinyekesha na kujishusha. Na hatimaye baada ya ile sala, Mungu hufuta makosa ya mwanadamu, hufuta dhambi ya mwanadamu, ule ukurasa wa makosa, ule ukurasa wa uchafu uliokuwa umeutenda, ule ukurasa huo unafutika katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, huyu mtu hufunikwa na kuoshwa kuwa kiumbe kipya, na hata safari yake ya wokovu sasa huanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8, sura ya 10 mstari wa 9, nasema kwa moyo mtu amini hata kupata haki, hata kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Ili upate wokovu inabidi ukiri kinywani mwako. Sasa unawezaje kukiri? Hapo inatarajiwa sasa ujitokeze ili apatikane mchungaji aliyeokoka akuonyeshe namna kukiri, akuweze kukuunganisha na mbingu hizi ili utoke upande mmoja wa shetani uingie upande mwingine wa kimungu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Nilikuwa ni Pastor James Mwema kutoka nchini Tanzania. Nimeleta ufafanuzi wa maandiko haya matakatifu kukuonyesha kile ambacho kinatokea baada ya mtu kuokolewa, lakini pia
onyesha nini ufanye ili na wewe uweze kuokoka. Mungu akubariki. Amina.